Madafu, kijana kutoka katika familia ya kimasikini kijijini hadi kuwa mtu maarufu aliyeishi kifahari jijini. Katika kisiwa tulivu cha Mafia alizaliwa mvulana anayeitwa Madafu. Jina lililoendana na hali yao ya maisha, rahisi, asilia na yenye uhitaji mwingi. Familia yake ilikuwa masikini, ikipambana kupata mahitaji ya kila siku. Madafu alibahatika kusoma hadi darasa la 5, lakini ndoto zake za elimu zilikatishwa ghafla. Akiwa na umri wa miaka 15 tu, msukumo wa maisha ulimlazimisha kuacha shule na macho yake yakatazama mbali zaidi ya Mafia. Katika hekaheka za kujipigania kimaisha, Madafu alijikuta akiingia katika moja ya visiwa viwili vya marashi ya karafuu, Unguja, Zanzibar. Alichukuliwa katika jumba la kifahari la Bwana Jabir, mfanyabiashara maarufu na tajiri. Akiwa Unguja, kazi yake kubwa ikawa ni kushughulikia bustani ya kwenye kasri la Bwana Jabir, kuhakikisha maua yanachanua na miti inatoa vivuli vya kupendeza. Madafu alifanya kazi yake kwa bidii na uaminifu usio na shaka. Hakuna ua lililonyauka bila yeye kujali, hakuna jani lililoanguka bila yeye kuliondoa. Uaminifu huu ulimfanya apendwe na kila mmoja katika familia hiyo. Akiwa na miaka 21, Madafu alipandishwa cheo. Sio tena mtunza bustani tu, bali msimamizi wa moja ya maduka ya familia ya Bwana Jabir. Hapa pia alionyesha uwezo mkubwa. Biashara ilichangamka chini ya uangalizi wake. Miaka 2 baadaye, ugonjwa ulimwandama Bwana Jabir, ukimfunga kitandani. Wakati huu mgumu, Madafu alipewa majukumu makubwa zaidi, akawa nguzo muhimu ya biashara na familia. Sasa aliaminiwa kusafiri kwenda mbali, Dubai na China, kwenda kuleta bidhaa za kisasa kwa ajili ya maduka yote 15 ya familia ya Bwana Jabir. Katika kipindi chote hiki, moyo wa Mamli, binti wa mwisho wa Bwana Jabir, ulikuwa umenaswa na Madafu. Mamli alimpenda kimya kimya, hakuthubutu kumwambia hisia zake. Madafu alipambana kuhakikisha biashara inakuwa, akiongeza ubunifu na kuanzisha biashara mpya ya magari chini ya mwavuli wa familia ya Bwana Jabir. Mamli hakuwahi kumwambia chochote Madafu kuhusu yanayojiri moyoni mwake, lakini alikuwa akimwangalia kwa macho yenye dalili za kumpenda, akifurahia kila hatua ya maendeleo yake. Mamli